mnafuatana hivyo? Shida nini? Mtendaji, ile kitu ananileta hapa. Kuna shida ya maji. Watu wanafariki, watu wanakufa. Maji imekuwa ni tatizo. Lazima mkuwe na roho ya utu. Mpe watu maji maisha yaendelee vizuri. Lakini taarifa tunayo kila kitu. Hela imeshakuja na maji mtaki kuleta. Wewe taarifa umepata wapi? Nani kakupa hizo taarifa kwamba sisi tumeshapewa hela ya maji tunashindwa kuwaboreshea nyie? Mtendaji, mimi ningekuwa sijui nisingefika hapa. Mimi nafika hapa kwa sababu hali ni mbaya. Na kila mmoja anajua maji hela imeshakuja kwa ajili ya mradi hii kuboresha mradi huu. Kwa hiyo tunataka maji ifike kwa kijiji. Kuhusu swala la pesa, mbona hilo sisi hatuzijui hizo taarifa? Hivi nyinyi wana kijiji mna nini? Mtendaji, naomba uelewe kile kitu naongea. Na nyinyi mkuwe na roho ya binadamu, roho ya utu. Isiwe roho ya kila kitu nyinyi mnaangalia matumbo yenu tu. Mimi nakwambia ipo siku. Unaifokea serikali. Kwa hiyo unatutishia serikali, si ndio hivyo? Kwa hiyo unataka tuchukue maamuzi yetu sisi kama serikali juu yako, si ndio hivyo? Mkitoka hapo ni lawama tu kwamba serikali inatuonea. Kumbe nyie wenyewe ndio chanzo cha yote. Kama umekosa mada ya kuongea, naomba uondoke. Toka! Mtendaji. Lakini mtendaji, mimi nasema mtendaji muelewe kule watu wanaumia. Okay, sawa. Lakini mimi nasema ukweli, watu wanaumia. Uelewe. Na siku nyingine ukija hapa, uja na hoja kueleweka. Sikuzani kama unaweza kufika mapema kiasi hiki. Kwa nini? Kwa sababu simu ya kwanza nimepigwa kupokea, ya pili ndio kapokea. Kwa hiyo nilikuwa nina mashaka sana. Jiulize huyu atafika kweli? Ubize tu hizi kazi zetu. Si unajua tena kazi zetu. Kweli? Karibu sana. Asante. Umependeza unajua. Jamani, asante. Kwanza una nywele hivyo, kwanza huko ulipo ulitengenezea wapi? Hapo jua nimetengeneza tu saluni za mtaani. Wewe kweli? Na nakutania nimetengeneza African Beauty Salon kwa Igoma. Yaani unajua mpendeza sana, hongera. Jamani, kiukweli huduma zao zipo vizuri. Wewe au wako vizuri na umependeza kuanzia uso mpaka kwenye nywele. Asante. Unajua sasa ndio nimeanza kuzoea ile siku ile unakumbuka pale ulipokuwa unanioje. Ile moyo wangu ulikuwa una vibrate kama simu ya Mchina. Sasa nikawa najiuliza mtu ni wa aina gani? Mbona maswali mengi sana? Kumbe ulikuwa raia wa kawaida tu uko very peace kiasiki. Karibu sana Doris. Asante. Nimekuitia kitu kimoja. Kuna sehemu nataka twende mara moja tukakae tu enjoy, si unajua? Tuzungumze, tupate hata maji kidogo ya kunywa. Alafu then utarudi nyumbani. Kwa siku ya leo au? Yes, kwa sasa muda huu. Karibu ingie kwenye gari usije Doris. Sawa. Karibu kwenye. Michael, hebu sema ukweli. Ulikuwa na ugomvi wowote na mkeo wewe? Usituzungushe. Tuambie ukweli ili tujue namna ya kulimaliza. Sikuwa na ugomvi wote na mke wangu wewe. Nilimpa uhuru wake, nilimheshimu. Na hata siku moja hatakuwahi kukabana shati. Mbona hii simu yako inaonyesha kuwa ulikuwa na mawasiliano na mtu ambaye anafuatilia shughuli za kiserikali? Unajua nini kuhusu hili? Sijui chochote. Sema kuna watu wanataka kuniharibia. Utatuambia ukweli. Iwe ni kwa kupenda ama kwa kulazimisha. Tunachotaka ni kweli kuhusu hili mambo. Unalichafua jeshi la polisi. Ni kama wazembe bwana. It's about your home city, they got my own stars. Say,
Taiwani kama ni mtu wa madem. Akila kona we kila sehemu. Ila chunga sana usijepita na mashem. Sijui sosoka mpaka ndama. Sio siri pamesha na wili. Vijiwe vya chipsi kila kona. Kila banda lina nyama choma. Wanakomaga mabisho. Wale watoto wa mama. Goma kwa watu wazito. Bize tunajichanganya. Nakupa story, wahanga wa Meru alizikwa hapa. Nakupa story, Nyelele kwa mguu alifika hapa. Nakupa story, viwanda kwa wingi vinajengwa hapa. Nakupa story, mtaji ni wako hutoki kapa. Mali gome niko na kutoke hapa. Chochote kibao wambie wanao bakije kishambo tapotea. Lakati kiboa tulali ja, watoto bakali ndo napokaa. Nakupa habari kuna majabali utashangaa. Ukizungumzia Mwanza huwezi kuiacha Igoma. Igoma noma tena kwa watu walogoma. Tumezungukwa na milima mizuri kila kona. Ukitaka mlima wenye sifa njoo pasua. Bantu wanajipanga madanga kudanga kukucha. Igoma home city kabisa. Tunavovimba wajanja nezi chalanga da. Watoto zuri kukwetu tunacharanga da. Samani afande. Nilikuwa nahitaji kumuona kakaangu Mike. Niambiwa hapa ni msani au kwenye kwamba kila mtu anaweza kuja bila anapohitaji na kuondoka. Kuna utaratibu, hichi ni kituo cha polisi. Subiri huyo ndugu yako sindo kakako Mike anapelekwa mahakamani, utaenda kumuona huko mahakamani. Hapa hairuhusiwi kwa sasa. Unasikia? Hapa kuna utaratibu. Lakini ndio maana nimeomba kaka. Kwa sasa hairuhusiwi. Sawa? Kutera. Inabidi tufuate utaratibu na sheria za jeshi la polisi. Lakini kaka mbona unakuwa mkali? Utepi ndiko gende wimere. Subiri mahakamani. Sawa? Wewe. Mbona uko hapa mpaka leo na waje kupeleka mahakamani? Si wiki imeisha sasa. Kwa wajibu wangu. Mimi nilitumiwa. Kwa siwezi kujipangia kitu. Hiki ni nini? Mnakaa na mtumiwa zaidi ya siku 7 bila kumpeleka mahakamani. Jeshi la polisi tutakuwa tunaendelea kulaumiwa kila siku. Kama kosa lipo, basi nifunguliwe mashtaka. Na kama alipo, basi nipewe haki yangu. Unaona, niliwaambia furaha ya kuwa na pesa ni kukaa na vitu vyote kuliko kutetemekea watu wasiokuwa na faida yoyote. Sio kuhangaika na kijiji ambacho hakina faida yoyote. Alafu sikilizeni kitu kimoja. Kimwamsha aliyolala, siku zote utalala wewe. Msiadhaike na hiyo vijana wasiokuwa na faida. Wana kijiji ambao hawaleti maendeleo yoyote. Acheni wanywe maji yoyote ambao ni machafu. Kuleni bata vijana. Sio unaona mimi napendeza tu kila wakati. Kula bata. Ila mheshimiwa, naam, wananchi wananifuata ofisini sana. Tena wanalalamika mno. Lakini na mimi nawapuuzia tu kama siwaona. Umenikumbusha kitu. Hivi unajua yule Masai alikuja jana ofisini kwangu. Kaongea maneno mengi. Kanitishia. Yaani kaongea vitu vingi mpaka nikashindwa nifanye nini. Yaani maneno yalikuwa yanamtoka maneno ya ajabu. Achana nao. Si walikimbia umande. Sasa Masai inawahusu nini? Wale watu mnawatetemekea ninyi ndugu zenu. Kuna babenu pale? Kuna shangazi yako? Kuna mjomba wako? Kiongozi, mimi nashangaa sana. Unachokizungumza ni kama tunapoteza muda. Ndio. Kile kijiji kimelaniwa kile. Sasa mbona sehemu zingine kote maji yakauki? Kwa nini yakauke pale? Acheni kuangalia watu ambao wamelaniwa. Hebu tueni maisha bana. Bora Semone umeongea point kabisa, maji haya hapa. Kula maji, kula bata. Unaona mimi Arwata ninapendeza. Safi. Simtetemekee mtu yoyote, kula bata. Atuumiza akili kuhusu wale watu. Ndio hata mimi siwasikilizi.
Usiwasikilize mtu yoyote, tuendeleeni kwa enjoy. Wanaongea sana. Achana nao. Swali kimbia umande. Achana nao. Hatari sana. Unajua mkuu, nashindwa kuelewa mpaka sasa faili la mteja wangu alipelekwa mahakamani. Wiki nzima sasa. Hivi kweli haki ya mtu inazuiliwa namna hii? Mwanasheria, nimeona mwenyewe kwa macho yangu. Hii sio kawaida, kuna kitu hakipo sawa. Hii ni dhuluma ya wazi. Mtu hawezi kukaa mahabusu kwa muda wote kama ule. Kama hakuna ushahidi wowote ule, basi wamwachie huru. Mwanasheria, na kuahidi kwenye hili nitalifuatilia mimi mwenyewe, na kama kuna mtu yoyote ambaye atakuwa anahusika, na imani sheria itapata mkondo wake. Nitashukuru sana. Karibu. Basi asante. Pole sana kaka. Asante sana mdogo wangu. Kwa kweli hii imekuwa ni pigo sana kwetu. Nikukumbuka sana nyumbani. Nimemisi sana uwepo wako. Hasa kwa upande wa mama. Nimemletea shida kwa sababu kila siku tunashinda hospitali. Toka aliposikia taarifa zako alikuwa sawa. Lakini kila siku tunakuambia natamani urudi nyumbani. Tuendelee na maisha yetu kama zamani. Hepi mdogo wangu. Tatizo tumeumbiwa si binadamu. Lakini namwachia Mungu. Na siku zote mtu anayemtegemea Mungu, Mwenyezi Mungu huwa mtu. Ipo siku natoka hapa. Nafahamu unavyojisikia. Unajisikia vibaya sana. Kaka, naam. Kuna msichana mmoja anazidi kunifuatilia sana. Sawa kabisa. Tena naona anataka kuingia kwenye anga zangu. Ndio. Ndio maana nilikwambia kuwa makini sana naye. Mara mwanzoni nilifikiri labda ni mtu ambaye ni mwema tu kabisa. Ndio. Lakini kadri ninavyomuona sio mtu mzuri. Kuna kitu nimekiwaza. Inabidi nimtongoze. Na kiingia kwenye 18 za kwangu. Chinja. Mimi nitakusaidia. Kuna kitu naanza kupata. Sasa inabidi uwe makini hata wewe. Alafu nipe kuhusiana na ile kazi. Ile nyishu nilifuatilia, nilimaliza vizuri. Na ukafanya vizuri zaidi. Fresh kabisa. Sasa sikiliza. Uwe makini sana kwa sababu tunachokifanya hapa kuna baadhi ya watu wanazidi kutufuatilia sana. Sasa inahitaji utulivu, imara na kazi yetu iende vizuri zaidi. Na wewe ukifeli na mimi nimefeli. Kwa hiyo uwe makini sana. Kaka, sijawahi kufeli hata siku moja. Kwa nitafanya kazi ilivyo vizuri. Ila shida ni yule mtu tu. Mimi nitamaliza naye vizuri. Na kuhusu mama, unafahamu fika kwamba ni watu wa kesho. Na vitu vingine sasa mnifiche. Sio kila kitu mwambie. Hivi sasa anaendeleaje sasa? Hali yake sio mbaya sana. Isipokuwa bado yuko hospitali. Ila nakuahidi kuwa nitaenda. Nimekuja kukuona nyumbani. Zote kule unanisimamia kwa pamoja. Na mimi karibu. Tutakuwa pamoja kama zamani.
Najua na mimi. Naelewa na vile ambavyo unanipenda. Hivi sogo natamani hata ukipa kizito. Kaka ushaanza siasa zako. Anyway, hivi karibuni na pamoja uraiani, sababu kuna kosa lolote ambalo mimi nilifanya. Sawa? Nashukuru sana. Asante. Karibu nyumbani. Ona niliwaambia. Sasa tizama ripoti hizi. Zimejaa maneno matamu na mazuri sana. Je, tunafanyaje hapo? Mheshimiwa, ripoti zote ziko vizuri. Na atakayotufuatilia adhabu yetu iko pale pale. Jamani, lakini wanakijiji wanalia sana. Na sasa hivi kuna vuguvugu linaendelea. Na uhakika tukichelewa litafika mbali. Unawatetea kama nani? Acha waangamie. Utaki kunomeka? Takiwa tunyonye kila kitu tunuemeke. Sio unaona mimi nanenepa tu. Mambo mazuri. Pesa iko nyingi. Cha kuwatetea wewe. Wala tufai hata kidogo. Wewe ukipata chukua kula, tuliza mdomo wako. Lakini ulishafikiria labda mwisho wa hili? Nimekwambia tuliza mdomo wako, wewe baki kula. Naona unataka kutuvuruga wewe. Nimekwambia tuliza kinywa chako cha mdomo. Hakikisha unajua maisha. Kuna mazuri zaidi yanakuja. Na kama tumeshindwa mjadala, fungeni kikao, tuendelee na majukumu mengine. Oh yo, yeah. Fisadi ni ugonjwa, fisadi ni moto, anachoma watu wote bila huruma. Ufisadi, unyonyaji, ufisadi, uharibifu, waharibu kila kitu bila huruma. Tazama